tatizo, ile mgonjwa ulimpatia wapi? Leo asubuhi katika kuhangaika kutafuta dawa, nimefika katika kijiji cha jirani hapo. Ile mgonjwa nimemkuta kajeruhiwa na yupo katika hali mbaya sana. Ndio maana mimi nimeamua kumchukua na kuja kumleta humu ndani ili tuweze kumsaidia. Sasa uko njiani, wewe ulipita peke yako au wenzako hawajamuona? Inawezekana hawakumuona, ndio maana mimi nimekuta pale kajeruhiwa, nikaona bora nimchukue na kumsaidia, na maana nimemleta nyumbani. Sasa itawezekanaje? Unamjua kajeruhiwa kwa kitu gani au kafanya kosa gani uko nje? Hata wewe mwokote umlete ndani. Mimi nimetumia kama utu na ubinadamu wangu kumsaidia. Hautaki kumwokota mtu tu njiani kajeruhiwa kama vile alafu kamleta nyumbani. Unajua hiyo ni kesi. Jambo gani? Lakini wajibu wangu mimi kama binadamu kuonesha utu, lazima nimsaidie. Kwani wasiwasi wako uko kitu gani wewe? Tatizo akija akifia ndani, wewe ukipata kesi ukaenda kufungwa jela. Unajua mimi siwezi kukukosa, bado nakupenda. Mimi ndo sikubaliani nalo. Mimi najua unanipenda na mimi pia nakupenda. Lakini nakuomba uwe na amani, kuwa na amani ya moyo. Akizinduka tu tutampeleka kwao, alafu mwisho wa siku sitaishi na maisha yetu kwa amani na furaha kabisa. Sawa, nimekuelewa mume wangu, lakini siku ya pili usirejee tena kufanya kitendo kama hicho. Unajua ni hatari. Sawa, usijali. Sawa, tuende zetu ndani basi. Mpunga nimeuona. Tena ni mwingi sana. Mpunga ndio. Pesa ni nyingi, lakini sema tunafanya hivi. Mimi nitachukua 20%, wewe utachukua 12%. Bro, kama unanionea hapo. Ndugu wangu, bado kazi zipo. Tunaenda na kazi. Sawa bro. Hamna neno. Sawa bro, nakufanya hivyo. Acha makosa. Mimi mwili uko wapi hapa? Bosi ametuma je hapa tuondoe shahidi. Mwili uko wapi sasa? Mimi mwenyewe nashangaa tatizo hili. Unanipa mawazo masikini, unanipa vikwazo bora, singezaliwa duniani. Singezaliwa duniani, bora singezaliwa duniani, singezaliwa duniani. Kijana, tulia, bado haujapona. Nimengiwa na majonzi, mpweke nimebakia, ili langu mimi chozi, nani acha liondoa, moyoni na majonzi. Nipo sawa mwanangu, twende. Mama Saidi. Mbona haraka nyingi? Hebu subiri kwanza. Kulikoni mwenzangu? Wallahi mguu huu naenda bondeni kumwangalia mume wangu. Maana katoka tangu asubuhi. Na sio kaida yake kuchelewa kurudi nyumbani mpaka muda huu. Nimemtuma mwanangu akamwangalie. Hakumkuta. Alichokikuta ni jembe na damu tu. Damu? Ndiyo damu. Alipita asubuhi, mimi nafyagia hapa. Nikamwambia, "Fanya nenda urudi kwa sababu binadamu hatupendeleani mema." Basi wahi waye, kitakachojiri tutakuja ambizana. Kwa heri, twende mwanangu. Lakini mtihani huu mtihani. Lakini haya, Mungu ndo mwenyewe. Kaka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema, mambo vipi? Safi, bwana. Safi. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa shamba kagua huko. Naam. Ndugu, huu mguu ulikuwa ni wako? Kaka, anipe mguu wangu. Simaanishi mguu. Huu mguu ulikuwa ni wako, mnamaanisha kwamba hii safari ilikuwa nakuja kwako. Naam. Kuna tatizo limejitokeza.
Tatizo nilipoenda kutafuta dawa kijiji cha pili, nilikutana na kijana yupo katika hali mbaya, kaja kuiwa kwa mapanga. Nikamchukua nikaja kuishi naye, lakini tatizo limejitokeza kwamba mke wangu hahitaji yule kijana awepo. Na ukitizama kijana hali yake bado haijakuwa sawa. Kwa hiyo nimetaka nikushauri kwamba aidha tukaweke taarifa polisi au yule kijana uishi naye wewe mpaka atakapokuwa sawa, tutamuuliza kilichomsibu, halafu tutamwacha na zake. Kaka, unasema umekuta mtu kajeruhiwa. Wewe mtu si mwizi kwanza? Au ndo umemkuta tu mazingira umemokota kumjue? Siwezi kujua kama mwizi au sio mwizi kaka. Ninapojua mimi nimeona ametumia binadamu. Ndio akapigwa panga. Sasa hapo kwenda kuweka ripoti polisi pia ndio itakuwa tatizo jingine. Unaona nataka maelezo ya kutosha. Ni kijana tumempata wapi? Kwa hiyo bro, unajua tangu kijana alipokufa kidogo nina amani katika moyo wangu. Shona sasa, lakini mbona mpaka sasa hivi muda huu hajatujibisha Sanchez? Ni kweli tuliwatuma zamani sana. Bosi na wasiwasi wote. Sababu nishafanya naye kazi nyingi sana kijana. Na muamini sana. Ondoa wasiwasi. Kweli bro? Yes. Kweli. Mama, shuhudia mwenyewe, si unaona damu? Mume wangu, Mungu wangu jamani, mume wangu kaenda wapi? Mimi nitaishije bila yeye? Mume wangu kipenzi, wapi umepotelea? Nimeingiwa na majonzi, mpweke nimebakia. Ili langu mimi chozi, nani ataliondoa? Moyoni nina majonzi, mimi nabaki nalia. Tuondoke basi. Vipi kwa wazazi wangu, nayo majukumu yangu, mambo magumu watakula kwa tabu, hizi shida jamani, umasikini mbaya, umasikini mbaya, umasikini mbaya, Mungu nisaidie, umasikini mbaya, unatia aibu. Yes. Nini? Inawezekanaje? Oh my God. Bro, what is the problem? Eto nasema mwili haupo. Umasikini mbaya, umasikini mbaya, umasikini mbaya, Mungu nisaidie, umasikini mbaya, unatia aibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ndugu wapenzi, ndugu watazamaji, ndugu wafuatiliaji wa chaneli yetu Tabassum Art Group. Uniniona mbele yako hapa si mgeni katika macho yako. Ni mimi ambaye nimeshiriki kwa baadhi ya scene katika mchezo wa Umaskini Mbaya. Na mimi ndo director na ndiye mkuu wa kikundi. Leo hii nimesimama hapa kwa ajili ya kuwataarifu wapenzi watazamaji ya kwamba tamthilia yetu hii ya Umaskini Mbaya kwanza itaishia hapa, kwa sababu ya changamoto tofauti zilizojitokeza kwa baadhi ya wasanii. Dharura, huyu anazurura hii, huyu anakwenda hapa, huyu anasafiri anakwenda huku. Kwa hiyo nizaambia kwanza hapa episode ya 4 tutastop kwanza kwa Umaskini Mbaya season 1. Tutakuja tena kukutana mbele baada ya muda fulani katika season 2 ya Umaskini Mbaya. Kwa hilo wapenzi watazamaji, naomba radhi. Najua hamtoridhika kwa sababu wengi walikuwa na hamu ya kutaka kujua kipi ambacho kitaendelea mbele. So kwa jambo hilo hapo naomba radhi. Na jambo lingine, tunapokea wanafunzi au wasanii hususan wanawake, na ukitaka kujiunga katika kikundi hichi wasiliana na mimi kupitia simu namba 0773 71 49 23. Moja kwa moja utaweza kunipata mimi. Nitakufahamisha njia za kupita hadi kufanikiwa kujiunga katika kikundi hichi. Yote mnakaribishwa. Asante. Stand by. Serious. Serious. Inawezekanaje? Oh man. Bro, what is the problem? Aje anakuja chukua maji huyu, utaonekana wewe wapi? Maji haya hapa sio. Sasa kujikoni si mimi naanza kusema kuni nini hatikau atetikau. Ni hazi wake, lakini naona moto linapowaka vyote kuni hazi wake. Moto haonekani tu. Wewe atakatusokota leo. Mama Saidi. Haya kuliko ni mwenzangu. Huyu. Nani? Pause. Action. Dawa Mikoga, naomba nikuulize, yule mgonjwa umempatia wapi? Subiri.